Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu siku hii ya leo. Ninamtukuza Mungu kwa ajili ya neema yake na kibali chake ambacho Mungu amenipa siku hii ya leo. Nina ujumbe ambao Mungu amenipa, ninaenda kuzungumzia siku ya leo. Kuna unabii. Nimekuwa nikifundisha, lakini leo Mungu amenipa ujumbe huu wa unabii kwa dunia, mambo ambayo yanaenda kutokea. Watu wengi wanafikiri sasa hivi ni swala la vita vya Mashariki ya Kati. Wanafikiri kama ndio dunia ndio inafika mwisho au ndio vita ya tatu ya dunia. Lakini nataka nikwambie mtu wa Mungu, bado kuna jambo ambalo Mungu ameniambia litaenda kufanyika kwanza, alafu ndipo dunia itaenda kuingia kwenye hiyo vita. Ujumbe huu ni kuna watu wanaenda kuinuka, wanaenda kutajirika kupitia fedha za kidigitali au cryptocurrency. Kuna watu ambao wanaenda kuinuka. Hata hizo vita vinasababisha cryptocurrency viweze kupanda na kwenda kutumika. Kwa hiyo ujumbe huu wa siku ya leo, watu wengi wanafikiri ndio hizo vita zinaenda kuletea shida dunia nini. Hiyo inaenda kupoteza hizi fedha za kawaida za karatasi hizi. Lakini hizo fedha za digitali ndio zinaenda kuinuka sasa na kuitawala dunia. Na vitaenda kuitumika kwenye dunia na watu watakuwa matajiri sana. Watu watakuwa matajiri sana, na ndipo vita baadaye ndio itainuka, lakini baada ya watu kuwa matajiri. Najua Mungu aliniambia kwamba mtu kama ana njaa huwezi kwenda kupigana. Lakini kama una njaa, kama huna njaa, umeshiba, ndio unaweza kwenda kupigana. Kwa hiyo sasa hivi hizo vita zinaogopwa, dunia inaogopa kwa sababu uchumi yuko chini, imeanguka. Lakini Mungu anaenda kuinua hiyo uchumi ya dunia kupitia fedha za kidigitali, cryptocurrency zinaenda kuinuliwa dunia. Watu wanaenda kufanikiwa sana sana, matajiri, watu wengi wanaenda kuwa matajiri. Kwa hiyo ndio ujumbe siku hii ya leo. Biblia inasema, nimepewa kitabu cha Zekaria 14 mstari wa 13 hadi 14, inasema hivi: tena itakuwa siku hiyo ya kwamba mashaka makubwa yatokayo kwa Bwana yatakuwa kati yao, na kila mmoja wao atamkamata mkono wa jirani yake, na mkono wake utainuliwa ili kushindana na mkono wa jirani yake. Atainuliwa ili kushindana na mkono wa jirani yake. Na Yuda naye atapata vita, atafanya vita juu ya Yerusalem na juu ya, na huo utajiri wa mataifa pande zote utakusanyika dhahabu na fedha na mavazi na vitu vingi sana. Kwa hiyo ndiyo ujumbe ambayo Mungu amenipa, kwamba kila mtu ataenda kushindana na mkono wa jirani yake. Atashikamana na jirani yake, aanze kushindana. Kwa nini? Kwa sababu ya kushiba, kwa sababu wameshiba. Kwa hiyo wanapoenda hiyo vita havitainuka sasa hivi. Hizo ni mambo tu madogo ambayo vinaleta dunia, inabadilisha dunia, inabadilisha dunia. Kwa hiyo ni msukosuko ya kawaida. Lakini hata siku ile tu zile vita kabla vijaanza, Mungu alishaniambia haya kwamba fedha za kidigitali vinaenda kuinuka kuitawala dunia. Kwa hiyo nimesikia siku ya leo niweze kuzungumza ujumbe huu, na mwenye sikio na asikie neno hili, kwamba Bwana anaenda kuachilia, naenda kuruhusu watu waende wakatajirike, wakainuke, wakafanikiwe. Watu watakuwa matajiri wengi sana katika dunia. Labda tu wale ambao hawajaingia katika cryptocurrency
ndio watabaki, lakini dunia inaenda kuinuka kwenye utajiri iliyo mkubwa sana. Sio fedha tu, watu watakuwa matajiri na watu sana sana vijana ndio watakuwa matajiri wakubwa sana, vijana. Kwa hiyo nimesikia ujumbe huu siku ya leo niweze kuzungumza na mwenye sikio na asikie neno hili katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina.